Leomuti lishishisa safaruki. Nimefurahishwa sana kuona hali ya mpwa wangu inavyoendelea. Kiukweli inaridhisha. Hivyo inanipa imani wakati wote anaweza karejea nyumbani. Sawa. Ila kuna jambo nataka nikuhabarishe. Nadhani utakuwa ulifahamu. Kule Sumbawanga kwa mzee Koja ana binti yake. Naye anapambania sana kuzipata nguvu kama alizonazo baba yake. Kila siku watesi wanazidi kuongezeka na maadui wanazidi kuwa wengi. Kutokana na hilo, inabidi nisitishe swala kuendelea kukaa huko, ili nije huko katika ulimwengu wenu tuendelee kupambana pamoja. Itapendeza kama itakuwa hivyo, maana uwepo wako ni jambo kubwa sana kwangu. Sawa. Pia kuwa makini na yule binti uliyemsaidia na kumleta nyumbani kwako. Maana shangazi yake anapambania kumrudisha katika imani yake. Inakubidi uimarishe ulinzi zaidi juu yake. Nimekuelewa. Nitakuwa makini juu ya hilo. Nitaimarisha ulinzi juu yake. Mimi acha nirudi nyumbani nilipotoka. Maana nimekuja huku kwa ajili ya kujua hali ya mpwa wangu. Na pia nimefurahishwa kwa haya mengine ambayo umenijuza. Kwa heri. Machozi yamekuwa mto wa safari, kila usiku, kila asubuhi najiuliza, mbona njia ni giza, majibu yamejificha, moyo wangu nalia. Mbona changu hakifiki mbinguni? Mbona Mungu, mbona umeniacha? Nisaidie, nifungue njia. Mala sina na mtata, mali siso na vyuma, Dendende paliso na nyoka na njela tela nile. Dendende paliso na nyoka bafuna. Dendende paliso na nyoka na njela tela nile. Dendende paliso na nyoka bafuna. Dendende paliso na nyoka na njela tela nile. Dendende paliso na nyoka bafuna. Nana paliso na nyoka na njela tela nile. Dendende paliso. Kata, leo washa kupitia? Nachoka mimi. We Kata, wewe. Kwa hiyo umetumwa uje kuweka vitu vyako ili na mimi niwe kama wewe, si ndio? Wewe sinaongea na wewe. Unamchekea nani? Nimekuchekesha? Nina mavi usoni. Toka. Toka. Wewe, toka. Wewe. Kati. Nikati kwanza maana kalikuja kujivamia kipindi Kata lista yuko. Nikataka nyonge. Katanua ujue.
Nanikata. Nanikata. Ostaz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamu alaikum yako ina maana gani kwangu? Ndene kutia kibri. Unafuatilia mambo yangu. Ostaz, mimi nina roho mbaya. Lakini unijui. Siofi kupoteza kitu ili kupata kitu. Sasa unakoelekea unataka kunikata kidonda kilichopona. Nishakwambia achana na ile familia. Ujue ninavyoumia mimi. Nitakufanya kitu kibaya ujutie maisha yako. Yasmin, mimi ninalia na Mwenyezi Mungu kwa sababu ndo kila kitu kwangu. Sasa wewe kama ukitaka kupambana na mimi, anza kwanza na Allah, kisha ndo nifuate mimi. Na kingine labda nikwambie tu, sitoacha kuisaidia ile familia mwanzo mpaka mwisho. Kwa kuwa umeamua kuonyesha jeuri au kiburi, basi na mimi nitakuonyesha kiburi kwa sababu wote anayetusaidia ni Mwenyezi Mungu. Kwa heri. Unachokilingia hiyo kofia na hiyo kanzu. Kama wewe unategemea Mungu, mimi nategemea uchawi. Na tutaonana na tutapambana mwaka huu. Mpumbavu wewe. Sasa ndugu yangu kata na wewe. Usitojidai kwamba ni chenga chenga. Kuna hiyo sero ya hao machenga. Sawa, sera machizi kabisa ipo wameshaiteua. Sasa wewe jichangaje. Sio kama ulijui baya wala nzuri wewe. Mbona ukipata chakula unakula? Bwana nikikusaka nikikuletea chakula mbona ukatai? Kwa kiasi kwamba mimi najua kabisa na imani wewe kila kitu nakifahamu. Sema tu ndevu amenichekesha ila sio ujendekeza hivyo sasa. Kumbe ni kakavu hivyo. Mimi unaikuwa unanipa visireti. Hata ukae kwa maisha yako wewe pambana na majalala huko, chana mifuko ubona, kula jasi. Hamna nila yote abana kushtakia wewe. Leo tunakuona kwenye Ulaya kikutafuta na kuona. Haya ndio tayari umeshamua mdada wa watu hapo. Umeenda kule selo umekutana manyapala wamekunyapala. Ndio nini tutakusema? Si maumivu tu kwenye moyo wetu. Alafu na wewe Nunu. Wewe ni kavu. Tuna bila tomato kabisa. Unataka hii mwenzako hapa tayari shake limechekecho. Unaweza kumnyonganya ngonge mu hapo na wewe. Au nene nikakushtaki kabisa uende kabisa selo. Wewe ni kama unakuwa umevuka tayari mipaka za sheria wewe. Sasa Kipe, niko salangu nini? Nimekaa zangu ndani nasikia kelele za huyu. Nikaendelea kule nikakuta hamna mtu. Kabidi nije kumwangalia nikamkuta yeye. Ila namsogelea tu kanikaba. Mimi sasa kosa langu nini? Inauma kwenye mtima. Vipi kakoromeo labda kako salama? Hapa nauma. Ila niko sawa. Sema na jitahidi kupigana na huyo chini. Mmezichapa kama Mwakinyo na Mandonga. Ndugu zake nishawasiliana nao. Kwa kabla hawajafika huko tayari mimi natakiwa chukue jukumu la ukatafuta ndevo nimekatafuta la shukuru Mungu nimekakuta hapa. Tukakamate umeona. Kwa kijafika ndugu zake akachukua kapeleke huko Kigoma Gungu. Kwa hiyo ndio tatu nani kimtandio au mimi nikishika hapo kifunge. Hapo kwenye mtandio. Au labda tu mimi ndio nani nikifunge huko kikamata hivi. Mshike. Kaoga na wewe Nunu na wewe. Wewe si unajitaka mwanamke wachoka. Sasa tusaidizane kuna ushoka choka. Hata kwa makini sana. Hapa ni vita tu mbinu nataka tumike. Naenda hivyo. Mmoja niombe Nunu niombe. Kikungata chako napata ndani. Naenda hivyo.
Dadi Nunu, Nunu anataka dadi dadi. Mwanajeshi gani wewe kashamba? Dadi Nunu. Milima mirefu, mabonde marefu, nimepotea, sijui niende wapi. Mwanga wako Mungu uko wapi sasa? Kila hatua ni kama jiwe la maumivu, lakini najua ndani yangu hata giza. Karibu. Asante za sana. Salama, vipi kwema? Kwema lakini sio sana. Niambie. Madam alikuja nyumbani, akaniambia kazini kuna changamoto. Kuna pesa imeibiwa na akanisimamisha kazi. Hicho ndio kinachoniumiza sana. Hivyo vitu vyote mimi alishaniambia rafiki yangu. Maana alikuja hapa nyumbani kwangu. Tena leo hii. Unajua mimi nilikupeleka pale kazini kwa uaminifu mkubwa sana. Hebu niambie, ni kweli umechukua ile pesa? Niambie mimi ambaye nilikupeleka pale kazini ili nijue na kusaidiaje. Hapana. Sasa hizi. Sawa. Leo kwa kabatini usitafute na uchukua damu swaki dukani hapo. Haya. Jose. We Jose. Abe. Haya ulikuwa unasemaje? Mimi sijafanya kitu kama hicho. Najua wewe ukiongea naye kwa sababu wewe ni rafiki yake atakuelewa. Naomba tu nisaidie kwa hilo. Sawa. Mimi nitaongea na Zakia. Japokuwa amekuwa mgumu sana na kusema mpaka afanye uchunguzi ndio akurudishe kazini. Hivi unajua mimi nakuamini sana. Ndio maana siku ile nilipokutana na wewe pale barabarani siku sita kabisa kukusaidia. Mimi nitaongea naye. Naamini atanielewa kabisa. Sawa, asante. Karibu tena. Wenye matumaini wamebaki kimya, ni kama kila mlango umefungwa kwa kufuli. Majibu yako mke wangu Chaupele, uliniambia kuwa nikipata muda kuna jambo nataka uniulize. Ni jambo gani hilo mke wangu? Asante mume wangu kwa kunipa fursa ya kuzungumza na wewe. Nataka kujua kati yako wewe na mama kuna ugomvi gani ambao mimi siujui. Na nauliza sio kwa ubaya. Hapana, nataka tu kujua. Wewe mwanamke, umefikiria nini mpaka ukaniuliza swali kama hilo? Na umepata wapi huo ujasiri wa kukaa na kuuliza hilo jambo? Wewe bado mtoto mdogo sana, haupaswi kujua chochote kinachoendelea. Na hiyo sio kazi yako pia. Wewe unapaswa kunihudumia mimi na vitu vyote vinavyoendelea humu ndani uvisimamie na sio kutoka hapa nje na ile eneo. Na kuhusu swala ugomvi wangu mimi na mama yako, wewe huwa haukuhusu. Tuachie sisi wenyewe. Sawa, nimekuelewa mume wangu. Ila kuna jambo linanitatiza. Vipi kuhusu mimi uhuru wangu wa kutoka hapa nyumbani? Maana sina shoga wala rafiki anayekuja hapa nyumbani kunijulia hali. Basi naomba unipe nafasi ya kutoka hapa niende hata gengeni. Kama umegundua kwamba hauwezi kutoka hapa nyumbani, hivi ndivyo itakavyoendelea kuwa hivyo na sio kitu kingine. Na kama ni hiyo nafasi ulishawahi kuipata, badala yake ulikuwa unatoroka. Sasa nafasi gani tena unahitaji? Sihitaji rafiki hapa nyumbani kwangu ambaye ni rafiki yako. Una swali jingine tofauti na hilo ambalo umeuliza? Hapana. Kama hakuna, kwenda ndani. Kisokolo kwinywe. Na kwa nini ameniuliza maswali kama haya? Au kutakuwa kuna kamdudu mtu kana kuja hapa nyumbani kana muongopea? Nitajua tu.
Mwali wangu, naona leo umeamua kutoka nje na jua likuone. Maana kwa kukaa ndani hujambo wewe. Sifa ya mwanamke ni stara kukaa ndani na sio kuzurura ovyo. Kuona maanisha sisi tunaozurura uko nje, si wanawake. Dada, ushaanza makasiriko. Kitu kidogo tu wewe una panic. Umetoka wapi kwanza? Na mvua hii. Hapo kwenye kutoka wapi sasa? Nikiwa njiani naelekea shamba la michikichi kule, nikakutana na mkaka. Ananiuliza, nataka kwenda kukata kuni ila mimi mgeni sijui pori. Mimi haya twende nikupeleke. Nikampeleka. Amechanja kuni. Nimemsindikiza mpaka nyumbani kwao. Na hivi ndo narudi. Na hiyo mvua unaizungumzia mimi nikutia hapo. Nimejikinga mvua ndo nafika sasa hivi. Sio unaguna nini hapo? Na kuona mwenye ushawaza mbali. Mtoto mpekupeku wewe kama jina lako. Hamna dada, mimi nimekuuliza tu, nisamee dada yangu. Nikusamee nini? Ina maana wewe unafanya kosa makusudi ukitegemea kuna msamaha. Ndio, ni kwanza ushanitibua mimi. Dada, unapenda kukasirika wewe. Mwezi mwema mtukufu Ramadhan, katuletea rahufu ya Ramadhan, tuyaache maovu Ramadhan, tuswali na kutubu ya Ramadhan, tuyafanye yalo mema. Shon. Wa alaikum salam. Asa alaikum salam, unakuja vipi kwa shikamoo? Baruza, nikwambie mara ngapi kwamba unapomwona mwenzako mtakie kwanza rehema, kisha ndo natoa salamu. Asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Haya, nipe heshima yangu. Shon. Mara. Nahitaji kujua ujio wako umetoka wapi? Maana hata uondokaji wako hujaniridhisha kabisa. Ukumpa taarifa mtu yeyote. Hivi kwa nini unajiamulia tu maamuzi mwenyewe? Hivyo ujue kwamba unanipa changamoto mimi kukuwaza wewe? Kumbe unanifikiria blaza. Sema nilifika bondeni kule. Nikaulizia. Nikaambiwa bwana, huyu moja kwa moja kapanda zake juu, ina maana kaama ni kisela. Ulizia kwa wanangu huko, kaniambia bwana kwa mzee fulani pale juu. Ina maana nimeingia hapa. Unajua mimi niliingia zangu town, kama unavyojua mazingira yangu yote mimi hapo kule. Nikapigwa simu, "Oya, huko kwenye baridi tu Baruza." Nikabidi mwendo wa jongo mdogo mdogo mimi ninganguke. Unajua zile kufika zangu nikafanya harakati zangu kama unavyoona na kibegi hichi. Hapo kwenye nimekuja mwanangu kipunje ndo vile vile wenyewe wanasema lele lele, mjomba wangu atafurahi leo. Yupo. Tena hilo swali ndo sitaki kabisa kulisikia kwangu. Kwa sababu uondokaji wako ni kama yeye. Mnanivizia naenda msikitini, narudi sikuti mtu. Yaani mmeambizana huko afu tena unakuja kwenye challenge mimi, si ndio? Kwa hiyo wataka kuniambia mwanangu ndani hayupo? Au kwamba masikio yangu ndo sisikie au? Blaza, mimi najua kama wewe una roho mbaya. Kitambo tu mwanangu anaingia hapo mwanza kumletea complain hapa. Si unajua? Mara mimi simtaki, si dakika mwisho, si dharau nini? Blaza, mimi naelewa ujue. Usinifundishe roho mbaya. Yaani usinifundishe roho fulani hivi, yani sijui roho gani yani. Wewe kipindi unasherehekea ndoa yako, mimi mwanangu kanitoa kwenye magumu sana kipunje. Nimepitia msoto ule ule ninavyokuelekeza. Alafu leo hii unaitoa ndembwe kale. Baruza, sitaki dharau na tusifikie huko. Kumbuka kwamba unaongea na nani. Sikia nikwambie bro, kama unalingia ngumi zako huko zamani, sio kina Mo6, sio kina Biduda, oya, chafu ile ile. Hapa wewe panga visu ngozi ni operation tu. Kuda dadake, shanga zake, bibi yake kipele. Mji wote unanijua mimi nani. Baruza hapa na machafu. Naingia ndani, nafanya harakati zangu, natoka. Naenda kumtafuta mwanao kipunje. Ostazi, mimi ndo nyanyanyua. Alafu kana nyumba yako kama dili. Acha kamtafute mwanangu kipunje. Baruza, wewe endekeza dunia. Lakini kaa ukijua maisha marefu yapo akhera.
Nandoko yali tongole lyangu iye mikati na ndala. Mwalongoli tongole lyangu iye mikati na ndala. Nipala litongole lichende kasi yake kati mwacho we. Mwalongoli tongole lyangu iye mikati na ndala. Shikamoo baba. Marahaba. Peku mwanangu, isaga wete. Mwanangu, umatoka wapi? Nimetoka kunyosha miguu baba. Si unajua ni muda mrefu sana nimekaa ndani. Nje nilipamisi. Lakini uwe makini mwanangu. Sawa baba, nimekuelewa. Niko makini sana kwa hilo. Lakini Peku mwanangu, usije ukaniona baba yako nimekaa hapa nachungumucha paka yangu na nimekaa na vitu vya ajabu ajabu kama hivi, basi wewe ukaishi vibaya, na asije mtu yoyote akatokea akakudanganya akakuongopea kwamba sisi wachawi ni watu wabaya. Ningalikuwa mimi mbaya au uchawi ungalikuwa mbaya, nisingethubutu mimi weye kukutoa katika kifungo ulichokuwa katika miezi mitatu. Kwa hiyo ujue mwanangu, ninachokifanya hii ni ukombozi wetu. Bila hivi vitu sisi hapa amani haipatikani vizuri. Sawa baba. Samani baba, naomba nikuulize. Niulize mwanangu. Hicho kikubwa kubwa ni nini hicho? Sija nikakiona kwa watu nikakishangaa tena. Mimi nakukubali wewe mwanangu, una akili timamu, uko sawa. Sio kama yule tuke amabadilika sasa hivi. Tulikuwa tunaenda sawa katisha gaugimbi Muliembo, lakini sasa hivi sijui amakutana na akina nani wamechanganya changanya, yani amakuwa tofauti na shamani. Chacha mwanangu, nikubakie kilebe chimo. Hele tuenga tukoja baragumu. Nini hapa? Mkubwa wa nyumba kafika. Walizaka kuambia kwamba kama chumba kutumisha mimi na wewe. Kwa hiyo za kuleta mademu na watu wengine kanataki, unajua. Kama kuswana kama hivi kasema tuoe kabisa. Kwa hiyo baada ya mwenye nyumba kukuelekeza vipengele vyake mbona utoke huko nje wako sijui nipangilie mimi. Kwa sababu mimi ndo naleta mademu sana hapa, au sio? Mbona mwanangu unalitilia mkazo sana hilo swala? Mimi nishakuelekeza vipengele vyote kuhusu ile mchumba ujue. Alafu mimi naona unaongea pwampo tu achuzi. Tatizo lako ndio hilo kipunja unazingua. Mimi nikuelekeza naona kama nakukoromea. Sasa unaishi vipi maisha yao? Hii mja watu afu kuhusu wanawake ndio changamoto. Afu mimi sijui ukishadondoka na kupeleka wapi. Hapa tulipo tupo ugenini. Kwa hiyo ukishadondoka mimi sijui atatusaidia nani. Kwa hiyo nakuelekeza vipengele naona kama mimi nakukoromea na feli. Shida yako wewe mapepe. Mimi kila siku nakuelekeza vipengele lakini hutaki kuzingatia. Au unahisi mimi nakuzibia riziki sela? Basi kama vipi baridi, mimi nitaenda kumpangilia ule mchumba asikanyage hapa na asitie mguu. Au unasemaje? Mimi sijakataza kwamba asije hapa. Ila anachokuelekeza mazoea siwe mengi. Unafeli sela. Afu kama hamna mada nyingine za kuongea niambie, mimi ningeza ngondichi nikaendelee kusebenza harakati zangu. Sikia hapa mwanangu, mimi na 2000 hapa nafanyaje kusijiona? Ndio venye sasa ulikuwa unafeli wapi muda wote unajilimbwa salimbwa sana. Utadusko hilo. Upanda kuteka unga na kuchukua na yeye na kuja nakataka chumbali pilipili nyingi tunakinda au vipi? Poa, sema mwanangu ni kipenge chakula niko sharp sharp au vipi? Wewe nini tu hapo? Kama zile alinitoa kula bana. Ai. Yani hili ni baragumu. Kwa lugha ya sasa hivi tungalisema, kama ningalikuwa mwanasayansi tungalisema teknolojia. Yani ni vitu vya teknolojia, yani tunaweza tukasema mawasiliano. Mananiteya malongo ko kunkotope ku Nigeria kwali ku Sumbawanga ku Indonesia bote bando pata taarifa
Yaani watu wote wanapata taarifa kupitia hii. Inatumika kama sumu. Sumu hii inaweza ikatupa taarifa washawi wote. Nikafanya watu kwa wanajua nipo Jibalo Chipete na mwanangu Peku. Unaonekana mwanangu chako stawi. Wanakuona wazee wakubwa wote wakorongwa. Kwa hiyo baba, hapa sisi tunaonekana eh? Hey, hapa tunaonekana. Bandu kuoma kunkotope, kuoma kuna Yeria, kuoma kusimbawanga, mpaka Indonesia. Tunaonekana. Sawa baba. Samahani babangu, naomba nikuulize swali lingine. Konda ni mamba ndi. Kanobe katili kokwa manangu. Usiwe kama likokwa na wewe kama uli dada yako. Maswali yasiwe mengi. Manangu wewe mimi nakutagamea. Ukiniuliza maswali mengi naona kama una hofu na hivi vitu. Naona kama vinakuchanganya. Unaona kama mimi nipo kiubaya hapa. Cha kufanya jenda kawete. Ukateleke. Tulie. Bana nenga ni bininjara. Haya, nenda kapike. Nandoko yawe. Hele litongola lyango lijemika tinandala. Nipata kulipeleka Ulaya, Indonesia. Oh, banduba kuchumba wanga. Nandoko ya nenga nipala we, nipala ye nipate afwadali. Mambo yangu ya yene katinandala. Koja gale mwana Jibalo Chipete. Toto mdogo ananiuliza maswali yasiyoeleweka. Angalijua mimi baba yake, Chendu mwenyewe ananijua. Huyo tu kiacha kwa anapinda pinda. Kashaona kwamba mimi na balaa na wacha siku yote. Kwanza yule anajifanya njanja. Unipe uchawi ninkojagale Chendu atanishidi yule. Yule akumfanyia kazi. Shemeji. Fresh vipi? Naona napiga mazoezi. Yaani mimi hivi ndio vitu vyangu sema kweli. Sasa hivi nataka nipunguze kamuli, unajua tena sasa nimeshakuwa kibonge. Vipi tena wewe? Mimi shemeji yako si msanii. Kwa hiyo nipo hapa napasha pasha ili kisha Ramadhani nianze na show. Si unajua sasa hivi show zimekata. Ni sawa, bila shaka naona unapambana kwa ajili ya afya yangu nzuri. Si unajua ndio usingizi wangu. Bila wewe mimi si kitu. Yaani wewe na uzu wako akutaka hata mdomoni. Angalia sija tena akakukaba. Maana unajua yule mzee wa kufufatuka. Shemeji unapoelekea tutagombana. Mpenzi wangu ashapona yule. Shansoma sijui. Hata hivyo nipo kwenye harakati za kutaka kumuoa. Asa wewe unavyosema hivyo kwamba yeye anafafatuka sipendi bwana. Mazoezi atakuja kwa ngumi sasa hivi. Ni utandi shemeji yangu. Basi acha mimi niwe nyumbani. Tuseme inshallah. Ila nini? Asa wewe unayo nini nyumbani? Sikiliza kwanza. Hujawahi kuniona mimi nikiwa naimba hata siku moja. Sikia jombo hapo. Siwezi kumkufuru Mungu kwa maisha nayopitia, maana yeye ndo amepanga. Na sichoki kupambana, atanipa siku riziki nijenge japo kibanda. Mie moyoni na machungu nazinishi kumbukumbu, nakumbuka mbali sana. Nilivyotoka home kuna machache kidogo alinihusia mama. Akisema bajaza nenda salama jijirada. Nakupa kidogo tu. Shemeji ni naye. Na natamba naye. Kaone kwanza.
kashemeji kangu mwenyewe. Lakini sije kaonekana na tamaa bure. Pushapo siziwezi. Mimi msanii bwana. Piano wewe. Mama alisema mapenzi yatanipoteza, lakini sikusikia. Leo yamenikuta nashindwa kujieleza. Mwezenu minaumia, na kama mchawi pesa si ungesema ningekupatia. Subiri kwanza nichukue simu yangu. Peleka. Niambie. Mama mdogo, mimi sijapenda. Yaani wewe toka umeenda mjini, leo ndo unarudi. Sasa mwanangu, mimi si nimeenda kwa ajili ya kupambania wewe. Unaona viarani vyote vimeisha. Nimeenda pambana kwa ajili ya kununulia viarani vipi? Sasa hapo kosa langu lipi? Niambie unaendeleaje? Mimi namshukuru Mungu naendelea vizuri. Japo wafanyakazi wako walikuwa wananisumbua sana. Yaani kuna wakati nafika asubuhi, hakuna hata mmoja aliyokuja kwa ajili ya kufanya usafi. Mimi mwenyewe nilikuwa nachelewa kwenye mambo yangu, nikisema kwamba nianze kufanya usafi huko ndani ndio niende kwenye mishemishe zangu. Nikamwona nimwajiri mdada kwa ajili ya kunisaidia. Anafanya usafi, mimi naendelea na mambo yangu mengine. Baada ya kumwajiri yule mdada, kuna pesa ikawa imepotea. Mmoja kati ya wafanyakazi wako akadai amepotea pesa yake. Nikawauliza, kila mtu akasema kwamba hahusiki. Nikaamua nitoke hapa niende kwa yule mdada ndio mwajiri. Nikamuuliza na yeye, akaniambia hahusiki na ajui. Mimi ikabidi nimwachie kazi. Makubwa. Hivi ulipata ujasiri gani wa kumwajiri mtu basi mimi kuniambia? Na mimi niko hapo tu tunawasiliana muda wote. Kwa nini usinishirikishe mimi kama mama yako? Haya, unamwamini tu mtu. Je, angeamua kuiba charani akaondoka nayo, ungeenda kumkamatia wapi? Usipende kufanya maamuzi bila kunishirikisha mimi mzazi wako. Sawa mwanangu? Sawa mama, mimi nimekuelewa. Haya, mimi nenda zangu ndani kupumzika. Sasa wewe toka lini umekuwa mwanariadha? Kwa hiyo umeona baada ya kazi kuwa imebuma nimekukatalia, umeamua ujiajiri mwenyewe masuala ya jogging, si ndio? Sasa mimi nimekaa hapa nyumbani na naipenda kama boga. Kwa hiyo nikaona sio mbaya sasa nianze kupasha pasha. Masa mapimba huko inakuwa sio poa, nataka nyinyi msifanye hivi. Naelewa tena. Na una bahati umeniambia kwamba ulikuwa unafanya mazoezi. Singekuwa hivyo, yaani leo nilikuwa nakutia mangumi na kugonga vichwa. Umenielewa? Umeona hivi kakako na pengo hili, yaani nilikuwa nahakikisha na wewe leo upate pengo. Bahati yako tu hiyo. Okay, tuachane na hayo. Ni jambo zuri kwa sababu umeamua wewe mwenyewe kujitengeneza kabodi nini, wewe kama Miss Tanzania, kama Masepetu hivi. Ila leo nina kitu kizuri sana mdogo wangu ambacho nataka uenjoy. Unajua tena? Kakako wadudu oil chafu. Leo sitaki ule wali, sijui ugali, nataka ule chips leo. Na soda. Acha kwanza nicheke. Hilo mbona maajabu kangu nataka nile chips. Kutoka fa jambo la maana. Mimi nimetoka kula ugali na mlenda kila siku na bokoboko hizo. Nimezichoka. Lakini sasa kaka, kitu kingine. Kachukua chips hiyo. Mimi chips kavu sio vitu vyangu. Unajua tena. Chips yai na nyama ya kuku pembeni pale ndio vitu vyangu, afuna pesa baridi.
Kwa hiyo wewe unaomba lift afu unataka upige naoni pia. Wewe mdogo wangu nini? Sasa sikiliza kwa taarifa yako, na kufuatia chips kavu natia na pilipili nyingi ili kikushinda naipiga mimi mwenyewe, kwa sababu wewe mdogo wangu, wewe hapo ulipo hapo, wewe una shukrani hata kidogo. Yaani nikisema nataka nikufanyie jambo zuri nifanye hivi, lakini bado ile unanipelekesha unavyotaka wewe. Sasa wewe mimi siendeshwi hiyo. Wewe baba mdogo kwanza yupo huko ndani. Mimi sijui alipoelekea. Maana kipindi natoka nenda mazoezini, yeye aliniambia tu anatoka. Sasa sijui mimi yuko wapi. Bora hata hayupo, maana chips zenyewe hata hazimuhusu. Hizo chips ni za kwako wewe. Na kama utajishaua wewe mwenyewe utakuwa hauli. Lakini kaka, huo ni sijui kijinsia huo. Huo mdogo wako anampaje chips kavu? Mimi sikija kunikaba. Acha lawama hizo mdogo wangu. Nimekuonea huruma leo, unakula ugali kila siku wali, unataka ule chips hapo na kunyanyua. Utakula. Nitazila mwenyewe. Bumbafu wewe. Nabu. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake.